Kwa wanae kutazama kupitia Lango TV, kanisa linaitwaje? Wanataka kufahamu nini ambacho kimejiri katika siku ya leo. Karibu sana kwa machache. Asante sana. Ni kwamba hapa ni kanisa la FPC Rumo chini ya mchungaji Alan Ogora. Leo tumepata ibada njema, ibada nzuri, tumebarikiwa. Ibada ilikuwa ni nzuri ya kutujenga. Kama watumishi wa Mungu ambao tunatafuta njia ya kwenda mbinguni, tunapaswa kuwa waaminifu na watoaji zaka kwa uaminifu, fungu la 10 kwa uaminifu katika sekta zote ambazo zinastahili katika mshirika yeyote, katika haijalishi ni yumo sehemu yoyote. Kutoa ni muhimu. Kuna vitu ambavyo tunavitengeneza au unajiwekea hazina mbele za Mungu, kwa maana ufalme wake tuweze kuujenga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu mahali roho yako ilipo, ndipo pia ilipo hazina yako. Elia anamwambia, nenda kanitengeneze kwanza, kimaliza tatengeneza cha mwanao. Inahitajika imani ya maana. Usifikiri ni mchezo. Tusome pale Wafalme wa kwanza ile sura ya 17 mstari wa 8 mpaka 16. Twende kwa haraka. Ilihitajika imani. 17 mstari wa 8. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Selepta, ndio ulio mji wa Sidoni, kae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Selepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba niletee kipande cha mkate. Niletee kipande cha mkate kononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokoa. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie nilivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee mimi, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake, wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha. Asante. Kama nilivyosema neno la Bwana, kwa inahitajika imani sana kumwelewa huyu Mungu. Kuna wakati mwingine akakusukuma katoe hicho kitu kakitoe. Unasema nilibishana sana. Sasa wakati nabishana, kumbe mama Roho Mtakatifu anaongea na mama mchungaji pia. Ile pesa naipata milioni 1,600,000. Niko sebuleni, nimetoka kazini, najiuliza hii inaanzia wapi kumweleza huyu mama nielewe. Kumbe Roho Mtakatifu ashasemeshana na yeye pia. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kuniuliza, hiyo pesa umeipata, unataka ufanye nini? Nikamwambia hata mimi sijui. Alichoniambia, nenda kanunue vyombo vya muziki vya kanisa. Hapa akatoka akaenda kuosha vyombo. Mimi nilichofanya nikamshukuru Mungu, kwa sababu nilikuwa na maswali sielewi, atanielewa. Ile pesa tukaitoa. Ndio unazoziona speaker hizi na powered mixer. Hauelewi bado. Umetoka hapa ibadani, Roho wa Bwana anakusemesha kwa habari hilo jambo. Peleka, chukua hiyo pesa yote, nenda kalipe kodi yangu pale. Hapo unasema kinachotokea, unatembea barabarani, mtoto wako anachapwa na bodaboda, halafu mwisho wa siku mtoto kavunjika mguu, tayari unapeleka moyo kuangalia hapo pesa yote uliotakiwa kuitoa kanisani, unaipeleka pale moyo. Ndio hicho anachokifanyaga Mungu kwa watoto wabishi.
Unashangaa maradhi yametokea, unashangaa ndugu, msiba ulikotokea haujui. Kumbe ulitakiwa kutoa hiyo pesa, ungeitoa ukashangaa Mungu jioni ile la kutokea. Ambia rafiki yangu, nimekukumbuka miaka mingi. Bwana amenibariki kweli. Chukua la soda wanunulie watoto chakula. Kangela 200,000. Hela soda tu 200,000. Ikiwa ni matatizo je? Nilishangaa siku moja mtu mmoja ananiambia jioni, "Halo mwanangu, hujambo?" Ngambia sijambo mama. Aisee, nataka nikutumie la maziwa ya watoto. Nikasubiri muda shilingi 10,000. Kuja kwa maki kuangalia mwamala. Kanitumia 100,000. Ngambia, "Hiyo maziwa ya watoto hapa." Asema, nikiwa na matatizo je? Sasa najiuliza nafsi yangu, hiyo ni hela ya maziwa. Nikisema ninaumwa je? Mungu atusaidie sana. Yatupasa tuweze kumuelewa Bwana Yesu ametuita tumtumikie na mali zetu pia. Mungu ukisema utabariki, hakika utaacha kufanya hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Neno lako tumelisikia watoto wako. Tunatamani kuvuka na kutoka mahali tulipokwama. Katika jina la Yesu Kristo, semesha moyo wa kila mmoja ili Mungu akafanye kwa ajili ya utukufu wako na si vinginevyo, mfalme, katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Niombe tukae.